Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimechagua kumtumikia Mungu. Nimechagua kumtumikia Mungu. Na nikupe picha kitu ambacho ulikuwa hujui. Hatuhubiri eti watu wote wametukubalia tuhubiri. Hatuhubiri eti kwa sababu mama yangu na baba yangu wamenipa ruhusa kuhubiri. Hatuhubiri kwa sababu majirani wanataka. Whether wanataka au hawataki, tunahubiri. Si lazima mtu akwambie kwamba mimi napenda unavyofundisha, hata kama utaki. Mimi nimechagua nitahubiri. Na Mungu huwa hamtumi mtu kuhubiri katikati ya watu wanaokubali. Injili haiko hivyo. Unakuta mtu mwingine anasema eti yani fulani akihubiri watu wanabarikiwa. Wewe unabarikiwa au hubarikiwi? Injili lazima iende kama ilivyo. Ni sawa na mtu yani unachoma sindano tu, wewe unataka au hutaki. Madam daktari ameshagundua wewe ni mgonjwa, unahitaji sindano. Iwe ni ya chuma au ya plastiki, itachoma. Na utachoma sindano huku unalia. Lakini sindano lazima ifanye nini? Uchomwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unakuta watu wengine wanasema, yani ukihubiri, yani kanisani kwetu yani kuna watu wanatupinga, na tulikuwa tunasali na mtu fulani ametoka anatupinga. Apinge au asipinge, tutahubiri. Na mtu usijipime kwenye Injili. Usijipime kwa kuhubiri unavyohubiri, ukapambana nao, utaumia wewe. Haleluya. Unakuta watu wengi wanasema eti mimi nimekutana na mtu hapendi kanisa letu. Sasa kwani akiwa hapendi ndio tusihubiri? Akiacha kupenda, yeye mwenyewe hapendi. Lakini mimi napenda. Mwambie jirani yako mimi napenda. Usipende kwa sababu watu wanapenda wengi. Hiyo inakuwa sio Injili. Injili ni ile inachuisha. Wakitokea wahubiri vichwa vyao vinakuwa very smart. Wakihubiri unasikia unabarikiwa. Anasoma kitabu, wewe mwenyewe unasema hiki ndio kitabu chenyewe. Huyu asili ya kitabu ni yeye huyo. Kwa tumempa mioyo yetu atuongoze. Tumeitwa, tumechaguliwa. Hatuhubiri kwa sababu watu wanapenda. Hawataki wengi tu, tusihubiri. Lakini kwa lazima tutahubiri. Mwingine yani baba mimi nakwenda kuhubiri. Wanajua watu hawanielewi, hawanipendi. Eti kisa ni mfupi. Anataka utamhubiri. Hataki utamhubiri tu. Sasa hujajiumba wewe, Mungu amekuumba wewe mwenyewe hivyo. Na amekuchagua umtumikie. Sasa utaanza, kwa nini unajihoji? Mungu amekuchagua ukiwa hivyo hivyo, kwa nini unajihoji? Kwani Zakayo hakusimamisha msafara? Zakayo aliusimamisha msafara, hakuusimamisha. Sasa usijijaji wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika maisha tulionayo, watu wengi huwa wanachukulia kawaida tu kwamba tunaposali, tunakuja kanisani kuomba Mungu na kuondoka. Tunakuja kumwabudu Mungu kwa sababu ni baba yetu. That number one. Halafu tukisha mwabudu Mungu kama baba yetu, sisi sote tunakuwa familia hii. Sio familia ngapi? Mbili. Tunakuwa familia, one family. Sisi wote hapa tulipo ni familia moja. Uposho kukasirika tu. Ujikasirishe. Unakasirika moyoni wakati hata hujakosewa na mtu. Je, ukikosewa? Kama unakasirika hujakosewa na mtu, je ukikosewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kunitumia mimi kitu. Huwezi kunitumia mimi kitu. Kitakufa na kitafia mikononi mwako. Huwezi kunitumia mimi kitu. Na nakueleza wewe, hakuna mtu aliye na uwezo wa kukutumia kitu wewe. Ni uoga wako tu. Ni uoga wako tu. Usiogope mwanangu. Usiogope mtu anakutisha, mara ukute damu zimemwagika, unaogopa wakati una baba. Hiyo damu sio ya damu, yani inageuka, inakuwa kifo kwake. Hawezi kukutakia mabaya kiasi hicho. Mishale ya aina yote uliyoitupiwa na mtu yeyote aliyetupia mishale juu ya maisha yangu na ya kwako, na igeuza imrudie yeye adui yako.
Nageuza. Kama utaki kuelewa, siwezi kukulazimisha. Lakini kama kuna nafasi ya maneno haya mazuri matakatifu yakae, hebu yaruhusu yaingie kwenye moyo wako. Kama hakuna hiyo nafasi, hebu delete baadhi ya vitu. Futa baadhi ya vitu. Futa baadhi ya nini? Baadhi ya vitu. This is a liberation I'm talking about. Naongea ufunuo. Huu ndio ufunuo naongea.